Yes, God bless you, God bless you, God bless you. Leo nitaendelea kukufunulia siri zilizojificha kwa muda mrefu zaidi. Na leo nitakufundisha mbinu za kumtambua mke au mume sahihi maishani mwako. Watu wengi wanapenda kuoa ama kuolewa na mume au mke sahihi kwenye maisha yao. Na Biblia inasema hata mke mwema huwa anatoka kwa Bwana. Na Yesu aliwahi kuagiza akisema alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe. Lakini sasa utatambuaje kama huyu ni mume sahihi au huyu ni mke sahihi? Wanasema mtu utakiwi kutumia upeo wa akili za kibinadamu. Lazima ukubali kufuata mausia ya watumishi wa Mungu. Neno la Mungu linazungumza nini kwenye kubaini mke mwema au mume mwema? Na leo nitakupatia mbinu sasa za kuweza kumtambua huyu ni mke mwema ama huyu ni mume mwema na takiwa kuoa au kuolewa naye. Mbinu ya kwanza, awe na hofu ya Mungu. Mtu yeyote mwenye hofu ya Mungu, huyo mtu ana uwezo wa kuelekezeka. Ana uwezo kukalishwa chini. Tupite njia hii kwa mfano wa mtu huyu na huyu. Unaweza kumsimulia hata kisa cha kwenye Biblia akakuelewa. Lakini mbinu ya pili ni mtu ambaye huwa anakuvumiliaga kwenye shida na raha. Ukiona wewe na mchumba ukifuria tu anakimbia au anakutishia, mimi nitakuacha, hapo sio mahali sahihi sana. Lakini mbinu ya tatu, ukimuona tu unakuwa na peace of mind, yani unakuwa na tabasamu la moyo, unakuwa na amani ya moyo, unakuwa na utulivu wa nafsi, huyo ni mtu sahihi sana kwako. Lakini mbinu ya nne, ana tabia nzuri, sio mlevi, sio mwasherati, sio mtu wa starehe, sio mchoyo, ana upendo kwako na upendo kwa jamii nzima. Lakini mbinu ya tano, awe ni mchapakazi. Haijalishi yeye mwanamke au mwanaume. Yaani kama mkaka wataka kumuoa mdada, hakikisha ni mchapakazi, sio mtu mbwetekaji tu. Kuna mwingine ana tabia nzuri lakini ni mvivu. Mtakosa kuulisi ufalme wa dunia wa utajiri. Kwa sababu ile utajiri duniani, cha kwanza lazima upende kufanya kazi kwa bidii. Alafu sasa tunakuja kuongezea ubunifu, umaridadi, mpangilio mzuri. Hivyo ni vitu ambavyo vinaongezewa kwenye juhudi. Sasa usikubali kuolewa na mtu ambaye hana vigezo hivi. Ndoa inaweza ikawa ni tanuri la moto kwenu. Unaweza ukajutia. Kuna misemo ya Waswahili tunaipuuza lakini inamata sana. Waswahili wanasema ni heri ukosee njia, Wasamaria watakuelekeza, kuliko ukakosea kuoa au kuolewa. Hayo sio maandiko ya Biblia. Ni misemo ambayo inatufunza. Wasamaria ni watu wenye huruma, hata kwenye Biblia waliandikwa. Msamaria mwema ilikuwa ni jamii ya watu kutoka Samaria, walikuwa na asili ya wema. Hata dada mmoja kutoka Samaria aliweza kumpatia Bwana wetu Kristo maji. God bless you. Mungu akubariki sana. It's me, mtumishi wa Mungu mpaka mafuta wa Bwana, niite Levias.